atashangilia na kufurahi. Yeye siku zote hana furaha. Kwa nini? Ana roho ya utumwa. Neno letu la msingi la mwaka huu linatoka Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 ndio neno la msingi kabisa. Kukaa miguuni pa Yesu, unaweza ukaangalia Luka mtakatifu sura ile ya 10 mstari wa 39. Ndio neno huwa tunasimamia. Ukipenda anza mstari wa 38 hadi 42. Ni hadithi ya Mariamu na Yesu na Martha. Kwa hiyo Yesu anamwambia Martha, ndugu yako amechagua fungu lililo jema, kukaa miguuni kwa Yesu. Kukaa miguuni kwa Yesu ni utulivu. Unajimimina na unajieleza kwa ufasaha, kwa sababu unakuwa kwenye miguu salama. Na kama ni hivyo, tunakukaribisha. Neno letu la mwaka, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 17. Maandiko matakatifu yanasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Wanapenda movement ipungue, wahudumu mlango huu usitumike. Kama mtu anataka kutoka, atoke kwenda hivi. Sema amina. Wangapi wamenielewa? Mlango huu huwa tuutumii ibada ikianza, huwa tunatumia kwa sababu kukata ile connection. Wangapi wamesema iko sawa sawa? Iko sawa sawa. Unaweza ukatumia huu, ukatumia huu, usitumie huu. Watakaotumia hapa ni hawa praise. Usitoke hapa unamua na usiingilie hapa. Wahudumu nadhani mmenielewa. Na kazi yenu sio kaa kwenye mabenchi, ni kukaa hapa. Watu ni wageni. Hata ibada za hapa mlango huu huwa hatutumii. Wakiingia wahudumu, waumini wote tunatumia hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Niko naweka sawa darasa. Ufunuo. Ukiona mtu ana shida, wahudumu kazi yenu, umetambulishwa kama kamati, hamjatambulishwa kama show, umetambulishwa kama kuwasaidia watu, kuwasaidia, kuwaelekeza. Watu ni wageni, wanahitaji wapite hapa, waende hapa. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 17. Maandiko yanasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hao waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, na wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele za kiti cha enzi cha Mungu, na wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yote. Kwa maana huyu mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Pigie Yesu makofi mengi mengi ya shangwe. Ufunuo wa Yohana ni kitabu cha mzee Yohana. Linaanza swali. Anasema wale wazee ni wazee 24. Wachungaji wanajua. Waliokuwa wanauliza, mbingu ilikuwa inauliza, hawa ni akina nani? Bahati mbaya moja katika maisha, mtu unaweza ukaishi ukajisahau,
ukajua hakuna duniani wa kuniuliza, lakini kwa mstari huu mbingu ina maswali juu yetu. Amen. Hata nikijificha kwako, mbingu ina maswali juu yangu na ina maswali juu yako. Hata tukitenda uovu sirini, mbingu inajua lazima iulize, huyu ni nani? Sasa kongamano hili tunataka tutubu kwa ajili ya maswali tunayoulizwa na watu. Hawa ni wa kanisa gani? Hawa ni dhehebu gani? Hawa ni taifa gani? Hawa wametoka mkoa gani? Unaweza kuona mtu analeta maudhi, kumbe kuna watu wameweka maswali juu yake. Anasemaje? Akajibu akasema, watu hawa wamevikwa mavazi meupe, ni akina nani na wametoka wapi? Yaani wewe ni nani na umetoka wapi? Wewe ni wa kabila hiyo? Ndio. Ni wa ukoo gani? Unaweza ukajivunia kabila lakini ukoo ukakutupa nje. Ni wa ukoo gani? Sikiliza, nikamwambia, bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hawa ndio waliotoka katika dhiki ile iliyo kuu. Huo ni utambulisho mbaya sana. Mbingu ilipoona wale watu wamebadilika, ikashtuka, wakauliza wale wazee, wanamuuliza Yohana, yuko kwenye kisiwa cha Patimo. Maana ya Patimo ni kisiwa cha uvuli wa mauti. Unaweza ukapita kwenye magonjwa huko Patimo. Bwana anakuuliza, unataka nikutendee nini? Wewe unasema ni shangazi yangu kaniroga. Ukisema shangazi yangu kaniroga, Bwana, mbingu zitakuacha. Wewe unachotakiwa useme, nimekuja kwako Bwana, wewe uliye na majibu yangu, wewe uliyebeba hatima yangu, wewe uliye kimbilio langu, wewe ndiye nimekuja kwako. Maswali mengine mimi sijui. Nimerogwa na shangazi? Sijui. Nimerogwa na mke wangu? Sijui. Nimerogwa na jirani? Mimi hainisumbui. Kinachonisumbua mbingu hiyo upande wangu. Hiyo mbingu ikiwa upande wangu, haya majibu lazima yaje. Wataka wasitake, majibu ya Bwana yatatokea kwako. Kongamano hili hautarudi jinsi ulivyo. Pia maswali yaliyosumbua, yaliyokusumbua, Bwana anakupatia. Maana amemaliza Kalvari. Kama amemaliza, hakuna atakayeanzisha mwendo mwingine. Tunapata shida. Acha watu waulize maswali juu yako, wamalize. Ukiletewa na hili unasema, na hili wameniletea. Hilo swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu, swali la nne, la tano, la sita, la saba, imafu. Unaenda mbele za Bwana, unadai, unamwambia Bwana, kila maswali ya bebe, sina haja kuhangaika nao. Dunia hii imejaa maswali. Hata ungeenda kwenye chama cha Msusa, tukupe mwenyekiti wa hicho chama, watakuuliza maswali. Hakuna nafasi haina maswali. Mimi na watoto wanne, na watoto wangu wana maswali juu yangu. Wengine, mama, unanipenda nini? Unampendelea huyu? Yako maswali. Yaani ukishazaliwa tu maswali yanaanza. Amezaliwa mtoto gani? Wa kike, wa kiume? Swali. Yaani mtoto anazaliwa ana maswali yanaanza. Juzi binti yetu wa mwisho tulienda pale Kitete, wakati anafanyia operation, madaktari wanasema ni mapacha, wamekaa vibaya. Nikasema haya, wananiuliza vipi mama askofu? Nikaambia nielezeni yote, Yesu anayadaka, atayatolea majibu, mimi sina majibu. Wakati wako fika, wananiambia sogea mlangoni. Nikasogea, nikasikia wanasema huyu ni mama askofu, huyu ni mama askofu, kwa jina la Yesu, huyu ni mama askofu. Maswali